Mavi ya ng'ombe, chukua mavi ya ng'ombe. Nikwambie vile mavi ya ng'ombe itakavyo kukusaidia kwa maisha yako, kutoa laana na kupigana na matatizo ambayo unayoyakumba. Chukua mavi ya ng'ombe, na hiyo ng'ombe ikuwe ni ng'ombe ya kike. Sawa? Ikuwe ni ng'ombe msichana, na mavi ya ng'ombe inatakikana wakati iko moto. Kwa hivyo utailisha ishibe. Lisha ng'ombe yako ishibe ndio iweze kukupatia kinyesi kizuri. Kinyesi kizuri. Hiyo mavi inatakikana wakati ng'ombe tu hata isianguke. Wakati tu unaona ng'ombe inataka kwenda choo, enda uchukue mavi ya ng'ombe wakati ingali moto. Sawa? Ukishachukua mavi ya ng'ombe, nenda utafute bakuli la glass. Ndio uweze kuona ile mavi vizuri. Sawa? Glass, bakuli la glass. Uchukue ile mavi yako uweke pale. Ukisha kuweka ile mavi yako pale kwa bakuli, utatia maji kidogo, maji warm. Maji kidogo, maji warm ndio iweze kupatia ile paste mzuri ya mavi ya ng'ombe. Ukishamaliza, utaenda utoe nguo zote. Ukae namna ulivyozaliwa. Uanze kujipaka kwa kichwa, ujipake kwa uso kwa sababu ya kulete mvuto na nyota, ujipake mwili wako wote. Ukue umejaa mavi ya ng'ombe. Kila mahali pawe pameshika ama umepapaka mavi ya ng'ombe. Kaa dakika 30 ndio ile mavi iweze kukauka, iingie ndani ya mwili. Alafu baada ya siku 2-3 utaanza kuona maisha yako yakibadilika. Kwa sababu gani? Wakati umetumia kinyesi ya ng'ombe, ama wakati umetumia mkojo, kuogea mkojo, ama wakati umetumia hedhi, ukishamaliza utakuwa umeattract majini wa area yenyu wote. Watakuja, watakuvamia na wataingia kwa mwili yako kwa sababu ya kile kinyesi ama ile mkojo ama ile damu. Unanielewa? Sijui kama uko na kalamu na karatasi. Na usisahau kuandika, kunitukana hapo kwa comment section ndio niende viral tafadhali. Unajua lazima utukanwe ndio ujulikane. Usisahau, sawa? Na watch full video ndio uweze kupata faida mzuri. Ukishamaliza, baada ya 30 minutes utakuwa umeattract majini wa eneo yako wote, na watakuja na wataingia kwa mwili yako. Jini ni moshi, na wakati anaingia kwa mwili yako huwezi ukajua mpaka wakati ataanza kukuaffect. Sawa? Ukishamaliza, mavi, chakula ya jini ni kinyesi. Jini anakula mavi ya ng'ombe na anakulanga mifupa. Kwa hivyo wewe utakuwa umemsongezea kile chakula chake, na kwa sababu ya furaha jini atakao kuwa amefurahi na kushiba, ambapo atakuwa ameshiba, akiingia ndani yako sasa, kwa sababu wewe umeamini ile mavi inakutoa laana, umeamini ile mavi ya ng'ombe itakuosha, kukupatia nyota, itakupunguzia mahitaji yako, si ndio? Juu sasa wewe na ng'ombe, nyinyi wote ni ng'ombe. Sawa? Utakuwa ukipatwa na shida, jini watakuwa wanakusumbua juu wataingia kwa mwili yako kwa sababu umewaattract, umewapatia chakula chao. Na siku zote hata kama ulikuwa na jini ndani ya mwili yako, utakuwa umemtuliza kwa sababu umemletea chakula chake, na anaendelea kufanya mambo yake ndani ya mwili yako. Tumia akili yako, hata wakati umempatia umbwa nyama, hawezi akakubwekia. Wakati umepatia umbwa nyama, mnakuwa marafiki. Mnyama wowote mkali namna gani, hata ukimpatia chakula, anajifanya amepoa. Hata simba ukiipatia nyama, itajifanya imepoa, lakini hiyo simba ndio itakuja kukumaliza. Kwa hivyo jini wako hivyo. Wakati tumefanya vitu za kuattract na kuwaita mahali walipo, uanga wanakuja na watakaa na sisi, na watakuwa wanatulia kwa sababu tunafanya vitu zenye zinawafurahisha na tunawaattract, tunafanya vitu kinyume ya Mwenyezi Mungu, na watakuwa wametulia ndani ya miili yetu, hawatatusumbua.
ndio wakuaminishe hiyo mavi ndio inakusaidia, ndio wakuaminishe mkojo umemaliza shida zako, ndio wakuaminishe damu ya hedhi imemaliza shida zako. Kwa hivyo utazidi kuamini mavi ya ng'ombe, mkojo na vingine vingi guys zenye mnajua watu wanafanya siku hizi. But dakika ya mwisho jini atakuua, jini atakuangamiza. Na the moment utaanza kutumia hizo vitu, angalia maisha yako, vitu zitaanza, neema ya Mwenyezi Mungu itaanza kupungua mpaka wakati itakuja ipungue yote, kwa sababu Mwenyezi Mungu amekupatia akili ya kuweza kufikiria. Sasa jua utumie akili yako, unatumia vitu ambazo unajua hata kwa akili yako tu yenye Mungu amekupatia. Unajua mavi ya ng'ombe ni mavi, ni kinyesi, akiwezi kikakusaidia. Lakini juu umeenda kwa mpiga ramri, umeenda kwa magician, amekuambia sasa itabidi uoge mavi ya ng'ombe, itabidi uoge mkojo, itabidi utumie damu. Kuna majini wanakuwa attracted na damu, especially hiyo damu ya hedhi, kwa sababu ile damu ya hedhi inakuwa na harufu fulani. Uta-attract majini wote wenye wanapenda damu. Sawa? Na ndio maana Mwenyezi Mungu anatuambia tuoge, tukae tukiwa tohara. Unaambiwa ujaribu namna uwezavyo kukaa ukiwa msafi, kwa sababu wakati unakaa msafi hata jini haiwezi kukukaribia guys. So hizi ni vitu zimekuwa zikifanyika na watu wanazidi kupotea. Unaona mtu mzima ako na akili zake, lakini anafanya vitu zenye unashindwa kwa ajitambui ama nini. Kwa hivyo kama unaendeleanga unaoga na mavi, endelea kuoga nayo. Na kama unaoga na mkojo, endelea kuoga nayo. Na kama unaoga na hedhi, endelea kuoga nayo. Lakini mwisho wake, hata we Mungu akikuweka hai na tuweke hai, utakuja kuniambia. Kumbuka hizi ni vitu zenye mimi naleteangwa kwa meza yangu. Naambiwa Zamzam, ongelea hizi vitu kwa sababu mimi nilizifanya na zimenidhuru. Na yani hata nahurumia watu wengine wanapokuenda wanaambiwa fanya hivi na fanya hivi. Kutumia vitu ambazo zitakuja kuwaletea mashida. Zimeshaletea watu wengi mashida guys. Kwa hivyo wewe kama tumia kwa raha zako, lakini kitakuja kukuramba. Mavi ya ng'ombe tunaweza tukaitumia kwa faida ya mbolea. Mavi ya ng'ombe tunaweza tukaitumia kutengeneza biogas, na mavi ya ng'ombe uanga tunapika nayo. Lakini si kutumia ati ile mavi ya ng'ombe ikuje ituoshe nyota ama ikuje itutoe laana. Hiyo ni vibaya. Mwenye anaweza kukutoa laana ni Mwenyezi Mungu kupitia maombi na dua. Mwenye anaweza kukung'arisha nyota yako akakupatia mwanga ni Mwenyezi Mungu peke yake guys. Hakuna na hata haikuweko mtu anaweza kukumalizia mashida zako isipokuwa wewe tu kuomba tu na Mwenyezi Mungu akakusaidia. Kama uko na mitihani, Mwenyezi Mungu kupatia mtihani ambao unaweza, na pambana na mtihani kwa sababu Mwenyezi Mungu anajua amekupatia mtihani. Na kama uko na mtihani wa kurogwa guys, kama Mwenyezi Mungu amekupatia mtihani umerogwa, uko na evil, umeshikwa na hasad, Mwenyezi Mungu amekupatia mtihani ya kufungiwa mambo yako kufungika, labda mkakuwa kwenyu kuna laana, hiyo yote Mwenyezi Mungu kama amekupatia huu mtihani, huyo Mwenyezi Mungu ndio anatupatia mitihani. Kimbia tu kwake umwambie Mwenyezi Mungu, naomba, natubu, Mwenyezi Mungu nipunguzie hizi mitihani, niondoleshe hizi mitihani, zimekuwa ngumu kwangu, zimefunga hiki na zikafunga hiki. Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, na Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu kwa wanao geuka sheria zake. Na hauwezi ukarogwa bila ya Mwenyezi Mungu kutaka, na huwezi ukapatwa na baya na kitu yoyote mbaya ambayo Mwenyezi Mungu hajaijalia ikue. Kumbuka hizi ni mitihani za binadamu, na Mwenyezi Mungu lazima atupatie mitihani ndio tuweze kufuzu hizi mitihani, ndio tuende heaven. Kwa hivyo hatuwezi tukaenda tu heaven atuwe tu unakaanga hivi, unafanya venye unataka, au unanga shida, au unanga problem, haugonjekangi. Kwani wewe ni shetani? Shetani ndio alipatiwa hiyo nafasi. Shetani hata akizeeka na renew. Shetani wanga anazeeka alafu anajirenew tena, kwa sababu Mwenyezi Mungu alimuweka mpaka siku ya kiyama. Kwa hivyo wewe, kwa sababu wewe sio shetani, wewe ni binadamu mwenye aliumbwa na udongo, lazima Mwenyezi Mungu anakupitishia mitihani. Iwe ni mitihani ya aina gani guys,
kitu yoyote yenye saa hii imekukumba kwa maisha yako, kukosa bwana, kukosa watoto, kuingiwa na mashetani, kuingiwa na majini na hizo vitu zote, jua hiyo ni majaribio ambayo mitume wetu na wengine wakubwa ambao walikuwa wanamtii Mwenyezi Mungu kuliko sisi walipatiwa mitihani kama hiyo na waliweza kufuzu. Kwa hivyo hata sisi tupambane na mitihani tufuzu. Wale walikuwa nakaa miaka 900, 200, mitihani yao sio sisi, yani tunakaa miaka 20 tunakufa, tunakaa miaka 50 tunakufa, tunakaa miaka 40 unasikia mtu amekufa akiwa 20, akiwa yani sisi tunakufa, lakini wale walikuwa wanapatiwa umri mrefu. Niambie, umri wa miaka 9,000 ama 1,000 na uko na mitihani zenye uko nazo, si unaona hiyo itakuwa ni hatari kwa usalama. Kwa hivyo tuzidi kumshukuru Mwenyezi Mungu, na nawaambia guys, kwa hali yoyote yenye unapitia saa hizi, jua Mwenyezi Mungu anajua na usihangaike. Kama Mwenyezi Mungu amekupangia hizo mashida zako ndizo zitakuua, hata uende hospitali India utakufa tu. Kama Mwenyezi Mungu amekujalia anakupatia mitihani kwa muda, kama alikuwa anaitwa Yakubu ama alikuwa anaitwa nani mwenye alipatiwa mitihani vidonda, watoto wake wakakufa, bibi zake wote wakamuacha. Kama Mwenyezi Mungu amepanga atakupatia mitihani hivyo, hakuna atakayeepusha hiyo mitihani. Utaenda kwa kila nyumba, utaenda kwa wapiga ramli, huyu anakuambia chukua mavi, mwingine mkojo, mwingine mavi, mwingine watakuambia vitu tofauti, lakini hautaweza kusaidika kwa sababu umemuacha Mola wako wapi. Kwa hivyo ukiwa na shida, mrejee Mola wako, na guys, tutakuwa wenye kubarikiwa sisi wote. Kama umewatch video, umenielewa. Nimesema tusitumie mavi, tusitumie mkojo, tusitumie damu ya hedhi, tusitumie vitu za kimaajabu zenye tunaambiwa na magician pamoja na wapiga ramli tutumie ati mashida zetu zitaisha. Tutakuwa tunaongezea mashida zetu kwa sababu ya kugeuka mipaka ama sheria za Mwenyezi Mungu. Tumia maji, tumia chumvi, tumia mkunazi, tumia miski, tumia majani mazuri. Kuna maua mazuri Mwenyezi Mungu ametupatia, kuna maua ya rozi, kuna vitu vizuri mbona visafi. Chukua utumie basi, na uweke maombi pale, na uoge ukiwa na nia ya kutaka mvuto. Uambie Mwenyezi Mungu nipatie nuru. Kuna hata dua za nuru. Ambia Mwenyezi Mungu akupatie mume. Ambia Mwenyezi Mungu ile vazi umevalishwa leusi watu wakuoni, ambia Mwenyezi Mungu katika nguvu ambayo ulijalia hii maua nayo ikakuwa maua yenye kupendeza. Mwenyezi Mungu, naomba utie baraka katika haya maji, tia baraka katika hii chumvi, tia baraka katika hii mumea. Mwenyezi Mungu, unioshe nikuwe na nuru. Sawa, kuna zile vitu za kisuna unaweza ukatumia, lakini hata ukitumia kitu yoyote, na watu wanakujanga kwa WhatsApp na waambianga mimi sina magic, sina uwezo wote wa kuweza kukutolea mashida zako, na kupatianga home remedies, na nakwambia uende ujiombe. Usiamini home remedies ndio zinakusaidia. Amini maombi ambayo utaitia pale kwa mafuta, amini maombi yenye utaitia pale kwa maji, ndio itaenda kukufanya nini? Ndio itaenda kukufungua vifungo. Na mwisho, tumche Mwenyezi Mungu. Kama umewatch full video najua umeelewa, lakini kama umewatch ile pati ya kwanza ya chukua mavi ya ng'ombe, utaacha umenitukana hapo na utaenda zako. Na kuna waja watakuja na watawatch full video kama wewe imekushinda kuwatch. Video ni ya dakika 13, ndio mnasemanga ni mrefu. Mimi naendanga YouTube na watch video masaa 2, 3, nashindwa kwani mimi nafollowiwa, nafuatwa na watu wa aina gani? Guys, Mwenyezi Mungu pia namuomba nipatie, awabadilisha nipatie watu understanding, kwa sababu wakati mwingine nashindangwa kwani mimi nimefollowiwa na watu wa gani? Kwani guys, mbarikiwe sana. Imefika dakika 14 minutes. Ni video ya 14 minutes, lakini utasikia pale kwa comment section wewe unaongea sana, wewe sijui ujielewi. Hiyo yote ni maoni yako. Mbarikiwe sana.